Matthew chapter 3 verse 8. Tutasoma kwenye kitabu cha Biblia ya Kiswahili na Kiingereza. Basi zaeni matunda yapasayo toba. It's meet for repentance. Bring forth therefore fruits meet for repentance. Hallelujah. Hallelujah. Baada ya kuokolewa, After getting saved, tunaitwa kumtumikia Mungu. you are called to serve the Lord. Na katika kumtumikia Mungu, huko ndiko kumzalia Mungu matunda. And in serving the Lord is where you bear fruits. Usipomzalia Mungu matunda, When you do not bear fruit for Lord, unakuwa hauna faida katika ufalme wa Mungu. you have no any benefit to the kingdom of God. Ndio maana ukisoma mstari wa 10, That's why when you read in verse 10, anasema kila mtu usiozaa matunda utakatwa. it says that every tree which will not bear fruit will be cut out. Mstari wa 10, mtu mmoja anaweza kusomea. Somebody may read for us. Mathayo 3:10. Na shoka limekwisha kuwekwa penye mashina ya miti, basi kila mti usiozaa matunda mazuri hukatwa na kutupwa motoni. So, soma Kiingereza. And now also the axe is laid unto the root of the trees. Therefore every tree which bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the fire. Amen. Amen. Now also the axe is laid on the root of the trees. Therefore every tree which bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the fire. Unaweza kaona You may see hapa hazungumzii miti, here he doesn't speak about trees. anazungumzia wanadamu He speak about human walioitwa kumzalia Mungu matunda who are called to bear fruits for God baada ya kutubu. after get saved. Na ndio maana Biblia inasisitiza kwamba baada ya zaeni matunda yapatanayo na wokovu. That's why the Bible insists that we should bear fruit which are similar to saved. Hallelujah. Hallelujah. Pale kwenye mstari wa 8 sema bring forth In verse 8, therefore fruits meet for repentance. zaeni matunda yapasayo wokovu. After being saved, Baada ya kuokolewa, the next job is to bear the good fruits. kifuatacho ni kuzaa matunda mazuri. This is not a choice, it is a must. Ili sio ombi, ni lazima. It is a commandment. Ni lazima. We are commanded to bring the good fruits. Tumeamriwa kuzaa matunda yaliyo mema. We are commanded to bear the good fruits. Tumeamriwa kuzaa matunda yaliyo mema. Hallelujah. Hallelujah. So look at the tree. Angalia mti. When you talk about the trees, unapozungumzia mti, we have three parts of the tree. tuna sehemu tatu za mti.
We have roots tuna mizizi, and we have tree itself, tuna mti wenyewe and we have branches, na matawi, and then we get fruits. kisha baada tunapata matunda. Hallelujah. Haleluya. The fruit, the root are the foundation. Mizizi ndio msingi. Amen. Amen. Mizizi ndio inayoshikilia mti usianguke. The roots is which carries the tree. Kwa hivyo, So then, mti bila mizizi hauwezi kusimama. a tree without root cannot stand. Inaanza mizizi, It starts the root, alafu inakuja mti, then after the tree, alafu inakuja matawi, then branches, alafu inakuja sasa matunda yenyewe. then the fruit itself. Sasa mwenye wajibu wa kuzaa matunda The one who with the responsibility to bear fruit ni tawi ambalo liko karibu na matunda, is the branch which is nearby the fruit, sio mizizi. and not the root. Haleluya. Hallelujah. Sio mizizi. Not the root. Kwa inaanza mizizi, lakini baadaye matawi ndio yanaweza sasa kuzaa matunda. It starts the root, then after the branches will bear fruit. Sasa sisi tunatajwa kama matawi, We are mentioned as the branches, na Yesu ni mzabibu. and Jesus Na is the divine. kwa kuwa Yesu ni mzabibu, So as the Jesus is the tree, anatuagiza sisi sasa tuzae matunda. he commands us to bear fruit. Tuko wote pamoja? Are we together? Aha. Kwa nini anatuagiza tuzae matunda? Anatuagiza tuzae matunda kwa sababu sisi ni matawi yenyewe. He commands us to bear fruit because we are the branches. Yohana sura 15 mstari wa 16. John chapter 15 verse 16. Ndio tuone. Yohana 15 mstari wa 16. Si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi, nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote mwombalo kwa Baba kwa jina langu awapeni. Ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you, that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whosoever ye shall ask of the Father in my name, he may give it to you. Look at that. Angalia hili. Bwana asifiwe tena. Praise Jesus again. Kwa hiyo Yesu alituchagua sisi kama matawi Jesus chose us as the branches katika mti in the tree, ili tuweze kumzalia matunda, so as we can bear fruit for him, na ili maombi yetu yapate kukubaliwa. and for our prayers to be received. Kwa maneno mengine, In other words, ili maombi yetu yakubaliwe na Mungu, for our prayers to be heard by God, tunapaswa kumzalia matunda. we supposed to bear Kwa hiyo fruit. matunda ni muhimu sana. So fruits are very important. Si kazi ya Yesu kuzaa matunda, It's not the work of God to bear fruit. ni kazi yetu sisi kuzaa matunda, It is our job, kwa sababu sisi ni matawi. because us, we are branches. Kama kweli tuko ni matawi katika ule mti, If we are branches in that tree, ni lazima tumzalie Mungu matunda. we should by any means bear fruit.
Wacha nikuambie hivi, Let me tell you this. mara nyingi tunakosa kuelewa wajibu wetu ndani ya kanisa. Many times we are delaying to understand our responsibilities in the church. Ni tunafikiri tunakuwa na mawazo tofauti. We have many thoughts. Tunafikiri kwamba labda ukienda kanisani au ukiokoka, kazi yako wewe ni kupeleka sadaka. We think maybe our job when get served is to bring offerings. Kupeleka sadaka ni sehemu ya ibada. Bringing offering is the part of the service, Lakini sio ibada nzima. not a full service. Ndio maana katika ibada tuna mambo mengi. That's why in the service we have Hatuna many jambo moja la things. sadaka tu. We don't have only one thing of offering. Wewe ni kuonesha kwamba sadaka ni sehemu ya ibada. That is to show that offering is the part of the service. Haleluya. Hallelujah. Lakini kuna swala muhimu sana hapa ambalo halitajwi mara nyingi, ni la kumzalia Mungu matunda. The important thing which many people do not know is to bear fruit for the Lord. Pamoja na kumtolea sadaka, Apart from giving pamoja offering, na kuimba, apart from singing, pamoja na kuabudu, apart from worshiping, pamoja na chochote kile ambacho tunaweza kufanya. anything you can do. Lakini jambo kubwa ni kumzalia Mungu matunda. But the important thing is to bear fruit for the Lord. Tunapokosa kumzalia Mungu matunda, When we do not bear fruit for the Lord, tunajiweka katika hali ambayo ya kuto kujibiwa kwa maombi yetu. we are putting it ourselves so that God may not answer our prayers. Naomba turudie tena mstari huu wa 16 ambayo tumesoma kwenye Yohana sura 15. May you please repeat the verse that we read from the book of John chapter 15. Si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi. Nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote mwombalo kwa Baba kwa jina langu awapeni. Angalia hicho kipengele kinachofuata hapo cha mwisho, kinatokana na baada ya mtu kumzalia matunda Mungu. The last verse explains about what happens next after bearing fruit. If you don't bear fruit, Ikiwa kama hutazaa matunda, your prayer maombi yako will not be answered. hayatojibiwa. If you don't bear fruit, Ikiwa hutozaa matunda, your prayer maombi yako are not going to be answered. hayatojibiwa. That is the problem. Hilo ni tatizo. If we need God to answer our prayer, Ikiwa kama tunahitaji Mungu ajibu maombi yetu, we should take first responsibility and priorities. tunapaswa kufata kipaumbele chake kwanza. And the priorities of God for us is to bear good fruits. Na kipaumbele cha Mungu ni sisi kuzaa matunda. And our priority Na kipaumbele chetu is that every one of us wants, he likes his prayer to be answered. ni kila mmoja wetu anatamani kuona maombi yake akijibiwa. Kweli si kweli? Is it true or not? Unapoomba au unapopiga magoti kumwomba Mungu, When you pray, kitu cha kwanza unachotaka ni maombi yako yajibiwe, si ndivyo? first thing you want is God to answer your prayer. Lakini angalia huu mstari unavyosema. Look this verse what it says. Anaagiza hivi, zaeni kwanza matunda, alafu ndipo maombi yenu yapate kujibiwa.
it commands that we should bear fruit, then after our prayers Well, will be answered. Kusudi la mwanadamu na kusudi la Mungu hayafanani, lakini anaweza akaenda pamoja. Our priorities, they not look similar to God, but they can go together. Mfano, For example, Mungu anataka tumzalie matunda. God wants us to bear fruits for him. Sisi tunataka maombi yetu yajibiwe. We also want our prayers to be answered. Kwa hiyo kila mtu anahitaji kitu fulani. So everybody needs what he Mungu wants. anahitaji tumzalie matunda. God wants us to bear fruits for him. Na sisi tunataka Mungu atujibu maombi yetu. And us, we want God to answer our prayers. Kwa hiyo So then, ili maombi yetu yajibiwe, for our prayers to be answered, inabidi tumzalie Mungu matunda. we need to bear fruit for the Lord. Na tunapomzalia Mungu matunda, And when we bear fruit for the Lord, tunajiweka katika nafasi nzuri ya kujibiwa maombi yetu. we put us to the side of get answered our prayers. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Tunamzaliaje Mungu matunda? How do we bear fruit? Tunapozungumzia kumzalia Mungu matunda, When we speak of bearing fruits for the Lord, tunamaanisha hivi: we mean this: kushuhudia habari njema preaching the gospel za Bwana wetu Yesu Kristo, of our Lord Jesus Christ, kuhubiri injili, preaching the gospel, kuwashuhudia watu neno la Mungu, preaching the gospel to people. Amen. Amen. Hili ndilo kusudi ambalo ukija kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 28, This is the purpose where you go to the book of Matthew, chapter 28. unaona hapa Yesu anawaagiza wanafunzi wake. You see Jesus commanding his disciples. Kuanzia mstari ule wa 17. From verse 17. Nao walipomwona walimsujudia, lakini baadhi yao waliona shaka. Yesu akaja kwao akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, kiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. And when they saw him, they worshipped him, but some doubted. And Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Hallelujah. Hallelujah. Si mambo mengi aliwaagiza. No many things that he commanded them. Yeye aliwaambia enendeni ulimwenguni kote mkaihubiri injili. Spread unto the whole world and preach the gospel. Kwa hili ndilo Yesu alitazamia kuona likifanyika. This is what Jesus expected to see. Hallelujah. Hallelujah. Tena anasema mpaka miisho ya ulimwengu. Even to the end of this world. Kwa hiyo ina maana kama injili haijahubiriwa, So it means if the gospel is not preached, Yesu hawezi kufanya haraka kuja. Jesus cannot come earlier Mpaka injili ihubiriwe.
until when the gospel is preached. Tuko wote pamoja? Are we all together? Kwa kama kuna kitu Yesu anasubiria kuona imekamilika, So if is anything Jesus is expecting to see, ni kuona injili imehubiriwa. is to see the gospel is preached. Na kama injili haijahubiriwa, And if the gospel is not preached, anamuuliza ni mimi na wewe. he will ask me and you. Kwa sisi ndio wa kuulizwa, We are the one to be asked. kwa nini hatumzalii Mungu matunda? Why are we not bearing fruit for the Lord? Kwa nini hatumzalii Mungu matunda? Why are we not bearing fruit for the Lord? Tuko wote pamoja ndugu zangu? Are we all together? Hili ni swali ambalo kila mtu anatakiwa jiulize kwa makini sana. This is the question that everybody will need to be asked. Unajua, kuna mtu anawaza, anasema labda mimi nikiingia kanisani nikiimba imetosha. There is someone who is thinking that when I enter to the church and just sing is enough. Nikiingia kanisani nikitoa sadaka yangu inatosha. When I enter to the church, I give out my offering. That's enough. Sio inatosha. That's not enough. Haitoshi. It is not enough. Haleluya. Hallelujah. Ingekuwa inatosha, Kornelio alikuwa anatoa sadaka nyingi. If it could be enough, Cornelio was giving out offerings. Lakini bado Mungu akamwambia kuna jambo la kufanya hapa. Still, God said that there's something missing. Kuna mtu anatakiwa aitwe hapa. There's someone who should be called here. Atakuja kusema linalohitajika. Will come to say what it is needed. Alipokuja, when he came, Biblia inasema wote nyumba nzima wakamwamini Yesu. The Bible says the whole family Kwa bowed to pamoja na Jesus. kwamba Kornelio alikuwa anatoa sadaka nyingi, lakini bado alikuwa hawezi kumzalia Mungu matunda. Despite Cornelio giving out offerings, still he couldn't bear Pamoja fruit. na kwamba Mungu alifurahishwa na sadaka za Kornelio, bado Kornelio hajaweza kumzalia matunda. Still God was happy from Cornelius offering, but Kornelio azae matunda, akatumiwa mtu anaitwa Mtume Petro. For Cornelio to do so, he was sent as a preacher called Peter. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kusudi la Mungu kumtuma Petro kwa Kornelio ilikuwa ni ili nyumba ya Kornelio imzalie Mungu matunda. The purpose of God sending Peter to Cornelius' family is for them to bear fruit for the Lord. Kwa hiyo kumzalia Mungu matunda ni jambo la muhimu sana. So to bear fruit for the Lord is an important thing. Hebu jiulize jambo moja. May you ask yourself one thing. Kutoka asubuhi mpaka sasa hivi, from morning to now, umezungumza na watu wangapi kuhusu neno la Mungu? How many people have you speak to them about the word of God? Watu wangapi umesema nao maneno ya Mungu? How many people have you talked to them about the gospel? Amen. Amen. Jibu nalo. The answer you have. Kama hujasema na mtu hata mmoja kwa ajili ya neno la Mungu, if you have not spoke to anyone about the gospel, unafikiri huyo mtu nani atasema naye? who do you think will the person speak to? Unafikiri huyo mtu atashuhudiwa na nani? How do you think, who will you? Je, kweli wewe bado uko kwenye wajibu na jukumu la Yesu ulilopewa? Are you still in the commandment which you have given by the Lord? Je, unaendelea kuifanya kazi uliyoagizwa kuifanya? Do you continue doing the job that you are commanded to do? Hello? Hello? Jibu nalo. You have an answer. Je, kwa wiki nzima ambaye ni siku 7 za wiki, una muda gani wa kusema na watu wa Mungu, na watu wa Mungu injili?
For the whole week, how many days have you spent to speak to the people about the gospel? Unajua vitu vyote ni vizuri kwa Mungu. All things are good to God. Lakini injili ni nzuri zaidi. But the gospel is most best. Sasa kama hujasema na mtu injili wiki nzima, if you have not spoken mwezi the gospel mzima, to anyone, bado mnafiki nani atawasaidia hao watu? Who do you think will help those people? Kuna mtu mmoja Yesu anamtolea mfano, alienda kuzimu. God gave an example. One man, baada ya kukuta hali ilivyo kule, aliomba apewe muda mfupi aje kusema na ndugu zake. After seeing that how things are going there, he asked for the little time to speak to his relatives. Lakini akaambiwa kwamba Musa na wengine walioko huko watasema naye. Watasema nao, kama hawatawasikia basi. He was told that Moses and other will speak to them. If they will not listen, it's up to them. Sasa hebu jiulize, huyo mtu alikuwa duniani, lakini may you ask yourself, that person was in the earth. Si ndio? Isn't it? Hallelujah. Hallelujah. Sasa leo anaomba apate muda mfupi tu akazungumza na ndugu zake. You are just asking for the little time to speak to his family and relatives. Kwa alijutia ule muda alioishi duniani. He regretted for the time that he lived in the earth. Aliona kama ule muda alioishi duniani kwake ulikuwa hauna faida. He saw as the time that he lived on the earth was not kwa maana hakupata nafasi hata ya kuwasaidia ndugu zake. He had no chance to help even his relatives. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Akatamani apewe muda mfupi. He wished to get a little time, ili aweze kusema na familia yake, so as he can speak to his family. Ili andiko liko mstari gani jamani? Msaidieni. Tajiri aliyekufa na majuto. When you look this example, you will see this rich man who died in regrets. Majuto ya kwanza ni yeye kuwa sehemu ambayo asingeipenda. The first regret is that he got himself the place where he didn't expect. Majuto ya pili ni yeye kukumbuka wakati wa nyuma alipokuwa kiishi na ndugu zake. Is the second regret, he remembered the past time where he lived with his relative. Anatamani angepata mtu nafasi kurudi akaseme nao angalau kidogo. He just wished for a moment to speak with his family. Mimi na uhakika mimi na watu tujafikia hapo. I am pretty sure that me and you, we have not reached a time like that. Bado tuna muda wa kusema na watu. Still we have a time to speak with people. Huo muda ukifungwa ndio wakati ambapo tutafika kuna kujuta. When the door will be closed, we reach ourselves to the time of regression. Utakuja kugundua kwamba uliutumia muda wa hapa duniani vibaya. You will come to recognize that you did not use your time wisely. Wakati ambao ungetumia muda mzuri wa kusema na ndugu zako kwa ajili ya Yesu, whereby you could use that time to speak with your family about Jesus. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Wengine kuna watu wanachukua jambo hili kuwa sio serious. There might be people who are not taking this for seriously. Wanaona kama vile haya yameandikwa tu. They see as they are just written. Ila nikwambie, siku mtu ataondoka kwenye maisha haya ya mwili tulionao,
atakuja kuijutia sekunde, dakika au lisaa moja nao lipata hapa duniani. May I tell you that the time that we will live in this life and reach the everlasting life, you'll come to regret for the time that you lived here. Kwa nini? Ni kwa sababu muda aliopewa na Mungu hapa duniani ni wa kusema na watu kuhusu habari njema. Because the time that he was given by the Lord in the earth was to speak the gospel. Tuko wote pamoja? Are we all together? Ndio maana ni makosa wewe mpaka Jumapili hujapata nafasi ya kumshuhudia mtu habari njema za Yesu Kristo. It is a great mistake to reach Sunday that you have not preached to anyone. Na mara nyingi tunapata muda tunajikuta tukiutumia vibaya. And many times you are getting a moment and we are using them unatumia muda kwa kusema na watu habari zingine za duniani zaidi kuliko kupata hata muda kidogo wa kusema na mtu habari za Yesu. Most of our time we are using to speak the just normal stories and not using it wisely to speak the gospel of the Lord. Ukienda saluni, when you go to saloons, unakutana na mambo yanayoongelewa pale saluni. You meet with discussions there. Na hayo mambo nayo yakuta pale saluni yanakuchukua wewe mwenyewe. And the discussion, na wewe mwenyewe unaanza kujadili. And you start also sharing ideas about it. Na kuyashabikia. And cheering it. Si mbaya kwa sehemu kidogo kidogo kwa sababu tuko duniani. It's not bad, but for time. Lakini kumbuka tu kwamba muda wako uliopewa ni kuwafanya watu wamjue Yesu. I remember the time that you have is to make people. Kwa hiyo kwa popote vile nafasi ndogo tunayoipata ama tunayoipata tuwashirikishe watu habari njema za Yesu Kristo. So at any way you get a time, you should share the gospel. Tusiutumie muda tunaopewa vibaya. May we not use the time unwisely. Tusije tukafika mahali pa kujuta kama huyu mtu. So as we cannot reach a time of regression as the rich man, tunatakiwa tuwe na hitimisho zuri. We should have a good conclusion on earth. Amen. Amen. Tunatakiwa tuwe na mwisho mzuri. We should have a good conclusion and good ending on this earth. Pale tunaposhiriki na wengine habari njema. Where we do share good news with other people. Tuangalie mfano wa mitume, Matendo ya Mitume sura ya 2, tunaona. Let us look to the book of Acts chapter 2. Second Acts. Matendo ya Mitume sura ya 2. Acts chapter 2. Ukisoma kuanzia mstari wa 42. From verse 42. Wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kumega mkate na katika kusali. Kila mtu akaingiwa na hofu, ajabu nyingi na ishara zikafanywa na mitume. Na wote walioamini walikuwa mahali pamoja na kuwa na vitu vyote shirika, wakiuza mali zao na vitu vyao walivyokuwa navyo na kuwagawia watu wote kama kila mtu alivyokuwa na haja. Sasa hebu turudi hapa kwamba wakawa wakidumu katika fundisho la mitume. They dwell in the teachings of the gospel. Na wakaenda nyumba kwa nyumba wakiumega mkate na kusema neno la Bwana. House to house sharing breads and the gospel. Je, tunafanya hivyo hivyo? Do we do the same? Tunapokutana kwenye nyumba zetu tunafanya hivyo hivyo? When we meet in our houses, do we do the same? Hallelujah. Hallelujah. Unajua maneno ya kinywa chako yanaumba kitu kikubwa sana. You know the words from your mouth. Unapopata nafasi ya kusema na mtu neno la Mungu, when you get a time to speak with someone good na yeye kama ana shida anapata nafasi ya kushirikiana na wewe.
And him or her, when have a problem, gets a chance to share Biblia with you. inasema zaeni matunda na maombi yenu yapate kukubaliwa. The scripture says that you bear fruit and your prayers will be answered. Unapoenda kumshuhudia mtu au unaposema habari za Yesu kwa mtu, When you go to share the gospel from one, na yeye yule mtu anapata nafasi ya kukushirikisha matatizo yake, and that person gets a chance to share with you unaweza his kukuta ule problems. mtu ni mgonjwa, You may get his sick. unaweza kukuta ule mtu ana tatizo fulani la You may get kimaisha, having a challenge. unapata life. nafasi ya kuomba. You get a chance to Na speak kwa healing. sababu umetumia muda wako vizuri kumshuhudia habari za Yesu, And for why you have used your time wisely. ukiomba yule mtu anapokea, When praying, that person receives. kwa sababu wewe umefanya wajibu wako Because you have done your na responsibility. Mungu anafanya wajibu wake. And God does his responsibility. Unaweza ukashangaa unatoka pale na ushuhuda mkubwa. You may wonder getting out of there with a big testimony. Unaelewa hapo? Are you understand? Have you understood? Unaweza ukashangaa You may wonder. unaondoka hapo umeacha ushuhuda mkubwa kwenye hiyo nyumba. Living there, lifting a big testimony in that house. Simu zinakufuata, unashuhudiwa You kwamba receive ulipokuja callings. tu ukaomba, kweli nilikuwa naumwa, nilipokea uzima. When you came, I was sick and I received healing. Siku nyingine yule mtu anatamani umlete kanisani, The next time, the one will desire to come in the church. tayari umemzalia Mungu matunda. You have already bared fruit for the Lord. Hello? 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 Usijitazame na kujidharau ukaona kwamba Mungu hawezi kukutumia kwa mambo makubwa. Don't despite yourself saying that God cannot use you. Wewe sema neno la Bwana. Just say the word of God. Amen. Amen.